Asante. Kwa majina naitwa Dr. Baraka Jonas, ni daktari katika hospitali ya Baraka Polyclinic inayopatikana Morogoro mjini katika soko kuu la Chief Kingalu hapa Morogoro. Na hospitali hii ni hospitali ya kisasa, inafanya kazi masaa 24 siku 7 za wiki, na inatoa huduma mbalimbali za kiafya na madaktari bingwa, huduma za wagonjwa wa nje, huduma za meno, lakini pia masuala ya mazoezi, vyote vinapatikana katika hospitali yetu hii ya Baraka. Siku ya leo ninapenda kuzungumza na wewe unayenisikiliza kuhusiana na usafi wa masikio. Ni kweli kwamba masikio yetu yanachafuka, na vile vile kama yakichafuka kuna vitu vinaweza vikapelekea yakachafuka, na yakichafuka kuna madhara tunaweza tukapata. Sasa napenda kuongelea usafi wa masikio kwa sababu kuna changamoto mbalimbali zinawakuta watu mbalimbali, watoto, watu wazima na kundi la utu uzima, wazee kabisa, kuhusiana na usafi wa masikio ambao yanaenda kuwapelekea changamoto mbalimbali kulingana na umri wao. Nikiongelea katika umri wa kitoto, vitu vinavyoweza kupelekea masikio yasiwe safi, unaweza ukakuta kabisa watoto wadogo wanacheza lakini wanaekeana uchafu masikioni. Unaweza kumkuta mtoto mdogo amewekewa mbegu, labda ni mbegu ya harage au ni mbegu ya nafaka yoyote ile, amewekewa sikioni, au mwingine ameweka hata mbegu ya ubuyu, anacheza, amekula, ameweka. Lakini sio hivyo tu, watoto wadogo anaweza akawashwa sikioni au akatishiana kuwekeana wadudu sikioni, akawekewa kitu sikioni. Kwa namna moja au nyingine ile sikio lilikuwa limeingia kitu ambacho kinaenda kumletea madhara. Lakini pia kuacha watoto kuweka vitu, lakini pia kuna vitu ambavyo sisi kama wazazi tunawawekea watoto. Mtoto anaweza akaja akakwambia sikio langu linauma, wewe mzazi ukachukua hatua ya kuchukua kijiti kama hichi, ukaweka pamba huku au ukaweka pamba huku, ukaanza kuingiza katika sikio la mtoto. Kiafya sio sawa, kwa sababu unapoingiza, sikio liko kama lina hali ya bomba kama hili, tundu lake ni jembamba namna hii. Kwa hiyo unapoingiza pamba, unaona sikio linawashwa, wewe unaingiza pamba katika sikio namna hii. Nini kinachoenda kutokea? Kama uchafu uko hapa, manake ukiingiza hauvuti nje, ila unaendelea kusukuma kwenda ndani, kitu ambacho kinaenda kuleta madhara. Nachukulia kwamba huu ndo uchafu uko hapa, na mimi nimechukua pamba, mimi kama mzazi au anko au anti au mlezi, nikachukua pamba nikaanza kusukuma ule uchafu. Nafikiri unaona uchafu unakoelekea. Ninavyoendelea kusukuma ule uchafu unaendelea kwenda ndani, hautoki nje. Hii tunamletea mtoto madhara, kwa sababu mwisho wa siku tunawasababishia watoto wanapata complication nyingi, especially kama kitaalamu tunaita ile nta inaganda kwenye sikio, kitaalamu tunaita cerumen impaction. Lakini wakati mwingine tunafikia hadi hatua ya kupasua ngoma kwa kitu ambacho tunakiingiza. Lakini hii ni kwa watoto, lakini pia kwa watu wazima wana jambo ambalo pia wanalifanya. Unakuta ni mzazi anachukua, hii nafikiri mnaona ni funguo ya gari, anachukua labda funguo ya gari, anaanza kupekecha sikio. Sawa, anapekecha sikio, anasikia linawasha, anaendelea kulipekecha. Kwa namna moja au nyingine unaliharibu lile sikio katika uasili wake wa kujikinga, kitu ambacho kinaenda kuleta madhara ya moja kwa moja. Sasa hapo unakuta mtoto mdogo anaweka vitu, watu wazima wanaweka vitu, wanaenda kuathiri sikio katika hali yake ya kawaida.